Hello? Hello? Haya. Haya. Migori hoi! Migori hoi! Migori hoi! Vijana hoi! Vijana hoi! Jumori umor! Jumigori uil! Jumigori uichik! Erukamani. Kushek wadiurua. Wadiurua. Kwanza nataka kwa sababu wale watu wetu ambao walipigwa risasi wakawawa hapa kinyama, msimame hivyo kimya kwa dakika moja. Asante. Erukamana. Jamigori. Nyocha ni walozo ka. Kuchagi mjumbe maka. Wanapita masara. Nobi udwara mananyake ofisi na. Nige dono udwani mwandu wabi Migori. Mwandu wabi mkija Migori kacha Suna West. Taya lozo kigavano chida yako. Toyo kindako kane ntegi mino kuni kolera. Nukolera limo jo Migori. Kuni okwadi kane ntime kolera. Mariti. Kuro bangete kuro masaro biro kuni kuro hane kuro romo. Ema kuni kuro kawun agbiro takelo jo Azimio. Kelo jo mage. Kawun biro kagi timu har jo Azimio mapeka enya. Adwani mundo gibigi mosu. Adwana wachi moko Kiswahili mundo pima ngimo wingi. Uyena. Ukitaka kupima joto ya siasa katika Kenya unaenda Migori. Migori ndio kipima joto. Watu wa Migori ukisema forward march, tunaenda Migori about turn, Migori backward march, Migori fire. Jokani yoko ngeyo tunegi neno Nogo ngochamo tutonyale. Okamano. Sisi tulisema watu wetu wengi wanalia. Wakati wanalia gharama ya maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda. Mafuta ya kupika, nauli ya kusafiri, petroli, sukari, kila kitu imepanda. Tukamwambia Bwana Ruto na wenzake, punguza gharama ya maisha. Usiongeze ushuru tena juu ya punda ambaye amechoka. Punda amechoka. Lakini hawakusikia. Tukamwambia wananchi, sasa jamaa hawajakusikia. Bunge kule wameenda, wamenunua wabunge. Wabunge wamekuwa sasa makaragosi. Unapiga saruti tu. Ati bwana amesema. Mwingine umekuwa malaya. Unashika pale mbia ingie pale toa siruali. Hello. Sasa tukaona ati wale ambao hawezi kununuliwa ni wananchi. Useme kweli ni nani? Kipima joto ni nani? Wananchi. Ndio sababu sisi tukasema ikiwa kama namna hiyo tutarudi kwa wananchi. Na tutakataa. Na tuko na uwezo ya kukataa.
sheria ya Kenya na katiba ya Kenya inaruhusu wa Kenya kama hawataki kitu kukataa na kufanya maandamano. Fungu 37 ya katiba inakubalia wa Kenya kama hawakubali kitu kufanya maandamano. Kwa hivyo hakuna sheria ambayo sisi tulivunja. Sasa tulisema ni maandamano ya amani. Maandamano ya hakuna kuharibu mali ya mtu yoyote. Tulimwambia wananchi hatutaki mtu aguze mali ya mwingine. Na wananchi walikuwa wanafanya maandamano ya amani. Lakini sasa wale askari walikuwa wanajitokeza, wanaenda kwenye mtaa pale wananchi wanaishi, alafu wanazuia wananchi kutoka. Wanakuja pale wanarusha tear gas, wananchi wasitoke. So wananchi wakiona kama jamaa wakataza kutoka, sasa wao wanachukua mawe wanarusha wale watu. Jamaa anarusha tear gas na wananchi anarusha mawe. Pili, anaanza kutumia risasi kupiga wananchi na risasi kama mtu anapiga swara. Shame on them. Shame on them. Sasa tuliwaelimisha kwamba kuna fujo mara mbili au kuna nguvu mara mbili. There are two types of violence. There's what is called oppressive violence, and there's what is called defensive violence. Haya mawili si sawa. Offensive violence, wizi askari anakuja kwako, anaanza kurushia wewe tear gas, alafu baadaye anaanza kupiga riwe na risasi. Hii inaitwa offensive. Lakini ingine inaitwa defensive violence. Anakuja na tear gas, anakuja na risasi, wewe unachukua mawe unarushia yeye, unajitetea. Si unajitetea? Defensive violence. Defensive violence is not equal to offensive violence. Yule mtu ambaye anatia polisi ambaye anatupa tear gas na kutupa risasi kwa wananchi ambaye hawana risasi. Kwa hivyo hawa jamaa hawajaelewa haya. Ile nguvu ambayo wanatumia ni kama ile ambaye Bwana Smart na Bwana de Klerk na wale wengine walitumia dhidi ya Afrika kule Afrika Kusini na wakashindwa. Sivyo? Hata hawa watajaribu, watatumia hiyo nguvu yote, lakini mwisho watashindwa. Sio watashindwa. Shetani. Sisi tulisema tunataka haki. Pili tunasema tunataka kuona haki kwa upande wa uchaguzi, electoral justice. Electoral. Tatu tukasema tunataka vyama viheshimiwe. Respect for multi-party democracy. Vyama vya siasa mpaka viheshimiwe. Wewe kama umelichaguliwa na chama cha ODM, wewe umefunga ndoa na ODM kwa miaka 5. Utabaki ndani ya ODM, utatetea sheria ya ODM, utafuata amri ya ODM, mwongozo ya ODM mpaka baada ya miaka 5, sio? Maana yake wanachungwa ndio walikuchagua wewe. Kama ulichaguliwa kama mwana Wiper, wewe ni mwana Wiper. Kama ulichaguliwa kama mwana Jubilee, wewe ni Jubilee. Kama ulichaguliwa kama UDA, wewe ni UDA. Ford Kenya. Umefunga ndoa kwa miaka 5 mpaka fuate mwongozo na sheria ya hiyo chama. Lakini ikiwa kama wewe huko katika bunge au wewe ni MCA na wewe pale chama imetoa amri, imesema hii mswada inakuja kwa bunge, hii maneno inakuja kwa bunge, uchaguzi kwa bunge, sisi kama wana ODM tutapiga namna hii. Wewe huna chaguo lako mpaka upige vile ODM inataka. Hiyo inafanyika hata katika House of Commons kule Ulaya, kule Congress kule Marekani, kila mahali ambapo kuna multi-party democracy.
You must follow the party whip. Lakini kama wewe chama inasema hii mswada tunapinga, wewe unakwenda kuunga mkono, wewe umevunja sheria ya chama, unakuwa de-whipped. Unafanya nini? Unafanya nini? Sasa kama hawa chama imesema hii mswada ya kuongeza ushuru tunapinga, kama ODM tunapinga, kama Azimio tunapinga, wewe ni mbunge wa Azimio na unakwenda kuunga mkono, wewe ni mpumbavu. Sio ni nini? Wewe nini? Chama ina haki ya kufanyia wewe nini? Kuchukua hatua ya adabu. Chama inaweza kuchukua hatua ya adabu. Wewe unatoka hapo unakwenda kufanya kitendo cha usharati, kitendo cha umalaya na ile chama ambaye ni dini yetu. Ati wewe unakwenda kutafuta maendeleo. Maendeleo gani? Maendeleo gani? Wewe umekuwa malaya ya kisiasa, umekuwa mkahaba, umeenda pale kinyume ya vile wale watu wako ambao walikuchagua. Ati mimi natafuta barabara, ati mimi natafuta sio hospitali, mimi natafuta nini? Hakuna barabara na kwenda kupata kwenye Ikulu. Wewe sasa umewacha msimamo ya chama chako, umeenda kwa upande kingine. Wewe mpaka uchukuliwe hatua ya kinidhamu. Chama ina haki ya kutulia wewe hatua ya nini? Ya kinidhamu. Hiyo. Lakini wewe sasa unasema mimi nimetoka katika ODM, lakini nitakuwa mbunge miaka 5 ijayo. Hiyo yako. Tutaonana na wewe. Tutaonana na wewe. Kama umeshika makende, umekuta kama imejaa mkono yako, utoke nje. Wanasema ati maneno itaenda mahakama, itazunguka miaka 5, mimi nitamaliza tu katika bunge. Hata hiyo mahakama tunakuja kufuata wewe. Hiyo mahakama tutaleta marekebisho. Wale majaji ambao wanakaa na hiyo namna hiyo tutahakisha wametoka. Tutawatoa. Manake we cannot sit and tolerate judiciary trying to undermine multi-party democracy in our country. Kwa wale ambao ni wanakuwa ni majaji ambao wanachukua hongo, kwa hongo kuchelewesha uamuzi, tutaonana na wao. Tutaonana na wao. Tunaona vizuri. Hii katiba tulileta, Wakenya wengi walikufa kuleta hii katiba mpya. Hatuwezi kukaa na kunyamaza kama hii katiba inakiukwa na mahakama, hata viungo vyote vya serikali. Tunataka executive, judiciary na legislature wafanye kazi kwa niaba ya Wakenya wote. Hii kama judiciary ndio inatuuma, kama judiciary inatuuma sisi, tutaonana na watu na wao. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Tunaona hao. Lakini sasa tunajua tuko na mazungumzo. Walisema tuongee. Akasema basi tuongee. Tuko tayari. Tumeweka timu yetu na wameweka yao. Yetu inaongozwa na Kalonzo Musyoka. Simeona? Simeona hao? Sitaki kusema maneno mengi ambayo yataharibu ile mazungumzo. Sawa sawa. Sawa. Unaelewa vizuri? Sikuna maneno ningesema, lakini mimi nasema tuache hiyo mazungumzo yaendelee. Ikienda vizuri sawa sawa. Simeenda vizuri? Situko na njia. Situko na njia. Si mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mikono hapa. Hello? 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 Sasa sisi tumesema hii utawala ya ugatuzi mpaka ifanye kazi sawa sawa. Serikali ya juu wameweka ile ya Kenya Kwisha, Kenya kwanza. Lakini kuna eneo
kama counties 20 na kitu ambayo inaongozwa na magavana ya Azimio, ODM, Wiper, Jubilee na kadhalika Azimio, sio? Kwa hivyo katika hizo counties iko na serikali ya mseto, coalition kule juu, Kenya Kwanza, hapa chini Azimio, hapa Bigori ni Azimio, sio? Si ni Azimio? Tunataka kuona kama serikali ya Chilwa yako inafanya kazi vizuri kwa wakazi wa Migori. Na hiyo sifa mpaka iende kwa Azimio, sio kwa Kenya Kwanza. Jamani, nataka kuona kwamba yeye anakuja hapa chini kama counties ya Azimio, alafu anasema yeye ndiye analeta maendeleo hapa. Hapana. Serikali ya juu ina jukumu lake. Ile miradi ambayo inatakanya afanye kama serikali ya juu afanye. Lakini ile ambayo inatakana iwe jukumu ya county, iwe ya county. Ili sifa hapa iende kwa Azimio, sio kwa Kenya Kwanza. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sasa kwa mfano mambo ya kilimo yote, mambo ya kilimo ni ya serikali ya county, sio? Sivyo? Lakini serikali ya juu imekataa. Mbolea wao ndio wananunua, wanakuja hapa kugawanya mbolea. Hiyo sio kazi ya Ruto. Hiyo serikali ya county, sio? Sivyo? Kujenga manyumba ni jukumu ya serikali ya county, sio serikali ya juu. Nataka Ruto alete pesa hapa chini, Ochilo ajenge naye nyumba hapa chini. Sawa? Mambo ya soko ambayo nataka ijengwe hapa katika kaunti ya Migori, iwe ni Rongo, iwe ni huko chini Nyatike, kule Mihuru, kule upande ya nini ya Sori na kadhalika. Hiyo yote ni jukumu ya serikali ya county. Ruto alete pesa kwa Ochilo ajenge hizo soko, sio ati yeye anajenga. Pesa wanakuwa naye kule juu kwa sababu wao ni wanataka kufanya mambo ya inaitwa procurement. Hata mambo ya mabarabara mingi hapa za county. Hatutaki mambo ya kura na kera. Hapa chini pesa iletwe kwa serikali ya county, watengeneze barabara hapa Migori. Hiyo ni county roads, iwe county roads. Na pesa iwekwe kwa serikali ya county. Wakifanya namna hiyo, wataweza kufika 35%, 35% of the national budget ikuje kwa serikali ya county. Na wataweza kufanya haya. Hiyo tutasukuma. Sitasukuma hiyo. Sukuma hiyo. Tusukume. Tusukume. Tulijothurwa. Kongio kimerie. Abro macho kidoa bange. Adana kele winyo jomba kele welo gieki. Mondo mosuye kamano. Tuwe uye. Wacha nianze kwanza na senator kutoka Kitui,